Nilikuwa kwenye gari Manyama ambayo imeandikwa gari la Manyama. Ndo limepata ajali gari ambalo limepata hili gari ajali tukiwa tunaelekea kwenda Ngara. Kwa hiyo gari likawa nyingine ikawa ime overtake ile gari jingine likawa lina overtake, yule naye driver akawa sasa anaminya brake ili tuokoe ile gari, nao likawa limeingia kwa ghafla, ndo ikapata ajali hapo. Chanzo sikuelewa vizuri, maana nilikuwa nimeinama kidogo, nimekuwa kama binivu. Driver amejitahidi sana sisi kutuokoa gari la Manyama, ila yule driver mwingine ndo kuteleza ajali sana, ndo amefanya juu chini ili driver kutuokoa. Ile gari ikawa imekuja binivu sana, namna ya kujiokoa yule driver naye ikawa hamna. Gari zote zipo upande mmoja, ila gari moja ndio imedondoka kabisa, ipo darajani. Gari nyingine imesimama, lakini mbele zote zimeharibika. Hiyo gari kubwa nyekundu ilikuwa inatoka Katoro inaenda Geita. Hapo inatoka Geita inaenda Katoro. Sasa hiyo gari kubwa iliyopinduka hapo ilikuwa inasemekana, lakini kwa sababu wote hatukuwepo, kwamba ilikuwa imevunjika steering, kwamba steering ilikuwa imechenga kidogo, baadaye kaja ikabamiza hiyo gari dogo, ajali ikatokea. Kwa hiyo cha kuwashauri madereva haswa kufanya service kwanza kabla ya gari haijatoka, wanaiangalia ina shida gani na kasoro gani, kwa sababu hapo inakuwa imebeba roho za watu. Pia hata serikali iwe makini tu wakati ajali ikiwa imetokea, wanakuwa haraka kuja kuangalia kuokoa miili za watu pia na mali zake. Mwenye changamoto ni dereva wa basi baada ya kuovertake bajaji, na mwisho wa siku kumsababishia ajali wa dereva wa Tata aina ya Manyama. Ilikuwa inatokea Mwanza inaelekea Dunzewe. Wakati inashusha maeneo ya Nyamigota, wakati inateremka, dereva wa basi alimuomba kuovertake, lakini dereva wa Tata alikuwa tayari alikuwa ameshafika eneo, na hapo ndo kutokea ajali baada ya dereva wa basi kumgonga dereva wa Tata. Kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Kenneth Mokasitu, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita. Leo majira ya saa 8:10 tulipokea taarifa ya tukio ya ajali ya magari kugongana kati ya magari ya Najib Munisa na gari ya Manyama, ambapo ni eneo la Nyamigota ambayo inapatikana wilaya ya Geita, mji mdogo wa Katoro. Chanzo cha ajali hiyo kinasemekana kwamba ni mwendokasi wa dereva wa gari la Najib Munisa kutozingatia usalama wa barabarani. Inasemekana alikuwa akiovertake pasipo kuchukua tahadhari, ndipo hapo ilipotokea ajali kati ya magari mawili ya kugongana. Na gari ambalo lingine lilikuwa linatokea Mwanza linaenda Ngara ni gari aina ya Icha, na gari la Najib Munisa ni basi ambalo wanatoka Dar es Salaam kwenda Geita. Kwa hiyo ukiangalia ndo ajali imetokea hapo. Ni uzembe, tunasema ajali ambayo ni uzembe umesababishwa na dereva kutokuchukua tahadhari pindi alivyokuwa na overtake. Kwa hiyo jeshi lilipokea taarifa na tukafika tukasaidiana na jeshi la polisi kwenye kuratibu uokoaji na kuokoa mali za abiria. Rai inayotoa kwa watumiaji wa vyombo vya moto, tuchukue tahadhari tunapoendesha magari. Utaona gari la Najib Munisa limetoka Dar es Salaam mpaka limefika Geita. Tunasema ni karibia limemaliza safari, lakini imetokea uzembe mdogo tu imesababisha ajali na madhara kwa binadamu. Kwa hiyo utaona uzembe mdogo tu au kutokuchukua tahadhari, tunasema ile mazoea kwamba huwa na overtake na anafanikiwa. Kwa hiyo utaona hakuchukua tahadhari. Ndio dereva wa kujihami. Kwa hiyo unaona dereva hajajihami kasababisha madhara. Kwa hiyo utaona kabisa na wapa rai watumiaji wa vyombo vya barabarani, kuanzia pikipiki, kuanzia bajaji, maguta, na magari ya binafsi na yale ya abiria, na pia hata magari ya serikali, madereva wote tuchukue tahadhari, kwa sababu ajali ikitokea haimjui kamanda, haimjui mwandishi wa habari wala mtu yoyote ambaye kwamba anaweza akaidhibiti ajali. Kwa hiyo natoa rai, sheria zimewekwa tuzifuate. Tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka huu mida ya saa 8 mchana tulipokea
majeruhi 9 pamoja na mwili mmoja. Majeruhi hao walikuwa wamehusishwa na ajali iliyotokea ya mabasi mawili pale Nyamigota, ambapo majeruhi 5 tuliweza kuwapa rufaa wakaenda kwenye hospitali ya karibu ya Katoro kwa ajili ya matibabu, na majeruhi wale wengine 4 walibakia kituoni kwetu hapa kwa ajili ya matibabu. Tulipokea mwili wa marehemu aliyekuwa naye amehusika kwenye ajali hiyo iliyotokea maeneo ya Nyamigota, ambapo ilikuwa ni kijana mwenye umri kati ya miaka 30 mpaka 35 ambaye alikuwa amefika kituoni kwetu akiwa tayari fariki, hivyo na kuweza kumhifadhi katika mochwari ya kituo kwa ajili ya huduma za mazishi baadaye.